mtu opportunity anaweza itumia ama asiitumie. Kwa hivyo ikifika ni sasa the individual person, mtu binafsi, kuna mahali unafaa ujikanye. Ujisema nimeenda sana. Na akienda sana, as long as ako within the framework of free speech, then kwa sababu wengi walikuwa nagombana hivyo, wanasema lakini tupo na uhuru wa kuzungumza. Ni haki yetu kuzungumza, unaruhusiwa, tuko kwenye nchi iliyo uhuru, kwa hivyo uko na uhuru wa kuzungumza lote unalozungumza. Naam. Lote ni pana sana, it's too broad to kusema ati unaweza sema lote. Vile nimesema, as a culture, as a society, kuna it is important to kujua in the line na usipite mipaka. Yeah. Naam. Vijana wanahimizwa zaidi kukumbatia teknolojia sasa hivi, kujipatia kipato. Lakini kijana mwingine pale mtaani ambaye masuala ya teknolojia bado ni mageni kwake, huenda hili likawa jambo geni, anajiuliza tunakumbatia teknolojia kivipi? Inatusaidia kivipi? Wewe bado ninapoangalia, sitaki kuassume kwamba bado ni kijana, lakini natumai bado ni kijana. Unaambiaje vijana pale nje tunapozungumzia swala zima la kukumbatia teknolojia ili iwe na manufaa kwao pia? Tunarudi kwa nilichosema awali, kama jamii tuki-embrace teknolojia, tukijua that haturudi nyuma. Kitambo ilikuwa nikitaka kuongea na baba yangu ama mama yangu, ilikuwa inabidi ninanunua credit bei ghali, ninapiga, na siku hizi naweza piga almost for free, kwa sababu kuko na mitandao kama WhatsApp na nini. Kwa hivyo hiyo inamaanisha that na naweza ongea na yeye, naweza muona hata kama tujonana wiki mzima, naweza piga video call na tunaongea. Kwa hivyo hiyo inamaanisha that teknolojia inaendelea more and more advanced. Itafika wakati unavaa headset na unamuona kama yuko hapo mbele yako. Kwa hivyo as a society, lazima tukue na hiyo mindset shift ya kwamba technology is the only way for the future. Na if we embrace that, if we take that na tuiweke pia katika as a society, in our policies, in what we do, in how we educate our children, our youth, basi tutapata generation ambayo inaelewa teknolojia, embrace teknolojia na innovate, inaibua teknolojia kwa mifumo mipya. Yeah. Najua unahisi kwamba mtaala wa sasa hivi wa elimu umekumbatia teknolojia ile vilivyo? Ama bado kuna changamoto? Bado kuna changamoto. Kwa sababu bado hatuja embrace. Kwa sababu nikiangalia kwa mfano shule ambazo ziko China ama hata South Africa, kuko na hiyo kukumbatia na kuelewa teknolojia it will lead to economic freedom. Kwa hivyo njia za zamani za kufanya biashara, za kutafuta kazi, za kufanya kazi, ni kama they cannot sustain the current way of doing things. Kwa hivyo, like I've said, a complete policy shift, a complete policy understanding that technology should be front and center for economic emancipation, economic freedom, economic growth of this country. AI Keja, mmesema kwamba mnafanya kazi kwa karibu na wamiliki wa nyumba. Yes. Pengine uhusiano wenu kwa wapi na serikali, kwamba sasa hivi kuna ujenzi ambao unaendelea wa nyumba za bei nafuu? Mchango wenu ni gani na mnashirikiana vipi na serikali? Tungependa sana kushirikiana na serikali kwa sababu pia tumefanya uhusiano na TVET institutions, shule za ambazo zinafunza technical skills. Kwa hivyo mafundi
wa umeme, stima. Kukiwa na issue kwa nyumba, wao ndio wanakuja wanasort. Kwa hivyo na vile affordable housing inaendelea, tungependa kuinstitute an AI system yenye ina automate repairs, yenye ina automate collection of rent, kodi, hiyo mambo yote under one system. Mtu akilipa nyumba, akiweka bima ili aweze kununua nyumba, all that through an AI system. Payments, tumepartner na M-Pesa. Kwa hivyo we have an M-Pesa API yenye inadhibiti payments, na at the end of the month, you know, tungependa kutuma report yenye nasema this is what has been done. Hawa ndio vijana ambao wamesaidika na hii bima ya affordable housing, kwa sababu tumepartner na TVET institutions. Kwa hivyo tulipata watu wanamaliza shule, wako na the technical skills, lakini hawana mahali ya practice ama ya kupata kazi. Kwa hivyo tuna provide ajira kwa vijana ambao from our partner institutions, ambapo wakitoka wako na cheti, tuna certify, alafu tunawaweka kwa platform yetu. Kikiwa na issue kwa nyumba, kama ni stima, kama ni maji, kama ni hata kusafisha, then eligible youth wanapata hizo opportunities and they can earn a decent living. Mmeweza kusaidia wangapi na mlianza lini hizi shughuli? So Keja AI ilianza officially this January, lakini mfumo wa kutengeneza AI solutions tulianzisha 2023, at the end of 2023. Lakini Keja AI specifically tumeanza January mwaka huu. Currently tuna manage 56 housing units na tumesaidia over 30 TVET graduates. Tumepartner na vocational training school in Ngong, and we are also looking for nafasi zingine za kupartner na kusaidia as many young people as possible. Na mnalenga kufikia wapi? Ama madhumuni yenu makubwa hata ya kuanzisha kama naweza ita mradi kama huo, pengine ilikuwa gani na mnaazimia kufikia wapi? Tulianza wakati wa COVID. Tulijaribu, personally nilijaribu kutafuta kazi, ilikuwa ngumu sana. Na changamoto ambazo nilipitia nika imagine solution ambayo other young people wanapitia, and so ndo tukaanza kujenga hiyo solution. The long-term goal is to kuwa na nyumba, kubadilisha real estate sector na kabisa, ili youth wakuwe na opportunities, ili landlords wasikuwe na changamoto ya kupatiana updates, ya kutuma marisiti, to automate the whole system across Kenya, across Africa. Yes. Na je, unahisi kwamba kama nchi tuko na wataalam kama nyinyi wa teknolojia wa kutosha, ama tunavosonga katika hii safari ya ulimwengu wa teknolojia, je, tutafika mahali kwamba itabidi sasa tutafute huduma kama hizi kutoka nchi zingine, ama ni lipi ambalo linafaa kufanywa ili tuhakikishe kwamba basi tuko na hawa watu wa kutosha pia hapa nchini? Wanasemaga east or west home is best. Kwa hivyo solutions tuseme kama eCitizen ni hapa Kenya. Ni solution ambayo mtu alifikiria, akaona changamoto ambazo serikali iko nayo kudeliver services virtually, online, and they build a platform. Kwa hivyo technology really helps things. It also inasaidia na mambo kama ya kupunguza ufisadi, kwa sababu kuko na ledger, they can track payments, you can see exactly where everything is going. Kwa hivyo projects ambazo zina balloon, budgets zina balloon because of, you know, mismanagement ama ufisadi, inapungua. Kwa hivyo government can deliver on its promises faster. Landlords wanaweza pata hiyo peace of mind kwamba they have a clear picture of what is happening on the ground, whether kama yuko ama hayuko. Anaona
pesa ambayo inaingia kwa account, anaona how much anafaa kupatia KRA, revenue authorities zinafaidika, landlords wanapunguza mambo ya ya tax arrears na mambo kama hiyo, because we've automated the whole system. Inatumia AI, inatumia teknolojia na iko accurate to the point. Yeah. Na je, tuko na wataalamu wa kutosha hapa nchini? Wako. Wako. So many youth, so many young people are building solutions nzuri sana. Very innovative solutions. Amazing things are being done. Platform ya kuonekana, platform ya kudiscover. Tuseme kama government sponsored technology incubator yenye ina allow watu apply, kuwa accepted, kukuzwa na fedha ya kujenga biashara, kwa sababu kujenga biashara ni kazi ngumu, especially solution ya kiteknolojia ambayo si duka mahali unauza bidhaa. Kabla umeelezea mtu kile unajaribu kufanya kubuild hiyo trust, it's a process, but if you have government backing, introduction moja tu inaweza badilisha maisha yako, inaweza leta solution nzuri to the market. So a space where technology, young people can meet, and I mean young people with the vision for building technological solutions that support growth, that support economic enhancement. Hiyo ndio tunahitaji. Pengine wito wako kwa serikali na hata mashirika ya kibinafsi katika swala zima la kukuza teknolojia hapa nchini, ni yapi ambayo ungehisi yanafaa kufanywa? Frameworks ziko, AI framework 2025 hadi 2030 ilizinduliwa. It's a good framework, it's a good piece of literature ambayo inaweza tumika kukuza biashara za AI za kiteknolojia. Ningependa kutoa wito kwa serikali provide spaces where youth can grow their talent, na sisemi mambo ya kuuza vitu, I mean like technological advancements. Think tanks ambazo wanaweza keti na kuprovide, kutengeneza mikakati na policies ambazo zinakuza ukuaji wa AI teknolojia na kutoogopa technology. Technology is like nilivyosema, turudi nyuma, tunasonga mbele, itaendelea kukua more advanced, itaendelea kukua more complicated, itaendelea kusaidia biashara. So ni sisi kukua proactive. Yes. Na utekelezwaji wa hizo policies ambazo zimeundwa bila shaka. Naam, shukrani sana Bwana Wele. Singupatie chemsha bongo, kwa sababu naona umezungumza Kiswahili kingi. Mwenda tezi na omo, tunamalizaje? Marejeo ni ngamani. Asante sana kwa muda wako na shukrani sana kwa jibu lako. Mtazamaji, asante sana kwa kutenga muda wako kutazama mazungumzo yetu ya Tamrini. Mgeni wangu amefahamika kama Bwana Wele ambaye ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia. Mwenzangu wa lugha ishara nimekuwa naye Byron Abuli. Kastina Masha ndo jina langu, na kupisha wenzangu ama napisha jamvi kwa wenzangu wa habari za mchana mwendo wa saa 7 kutoka kwangu, na kutakia mchana mwema. Kwaheri. Nitawaambia nini rafiki zangu niliandika? Si ni aibu hiyo? Aibu sana kuwakusanya watu kisha mambo ya siwe. Mama! Mama! Kuna zawadi zake na utamu. Udaktari, unasimama hapo matimakangu, kuniambia hivyo ndivyo mambo yalivyo. Huwezi kumtibu. Nini? Tumaini. Nini? Friday night again.
Greetings in the name of the Most High, Jah Rastafari. My good name is Marley Moses, the positive warrior, alongside... Yes, sir, DJ D-Rage, the baddest. Each and every Wednesday from 10 p.m. on KBC Channel 1 TV. Tunakuletea the biggest reggae party in 254 in a yard extra. Extra niceness of reggae music. Extra dose of entertainment. When the thing is nice, we have to do it twice.